Habari za asubuhi. Leo tutazungumzia swali lililotokana na watu wengi ambao wameniuliza kuhusiana na kiwango halisi au kiwango kamili au kiwango cha kawaida cha kunywa maji, mtu wa kawaida ama mgonjwa. Kimsingi nilifundisha somo moja kwamba unaweza ukanywa maji glasi 6 mpaka glasi 8 wakati nafundisha masomo ya UTI, lakini ukweli ni kwamba hakuna kiwango kamili cha mtu anachotakiwa kunywa maji kwa siku au kwa masaa 24. Unaweza ukanywa maji kidogo sana au unaweza ukanywa maji mengi sana, lakini vyote hivyo, kunywa maji kidogo au kunywa maji mengi, inaweza kuleta athari katika mfumo wa mkojo au mfumo wa figo. Ukinywa maji kidogo kwa muda mrefu, unaweza kuongeza au kunaweza kuwa na uwezekano wa mambo kadhaa. Kunywa maji kidogo unaweza kuwa na uwezekano wa mambo kadhaa. Kwanza, mkojo kuwa wa njano sana na wenye mkusanyiko mkubwa. Kwa hiyo wanasema concentrated. Si vema sana mkojo kuwa wa njano sana, tutaangalia hapo mbele. Lakini pili, kuongezeka kwa hatari ya UTI kwa baadhi ya watu, kwa sababu tulijifunza kule nyuma kwamba UTI pia inaweza kusababishwa na kutokunywa maji mara kwa mara, ambayo itakuwa yanasababisha ukojoe ili usafishe njia ya mkojo. Lakini tatu, ukinywa maji kidogo inaweza kuongezeka kwa uwezekano wa mawe kwenye figo. Tunajifunza haya yote. 4, kunywa maji kidogo, mwili unaweza kukosa maji, dehydration, na wakati mwingine figo inafanya kazi kwa shida zaidi, inaweza kufanya kazi kwa shida zaidi sababu inakuwa haina maji ya kutosha. Lakini la mwisho, kwa walio wagonjwa wa figo, hali inaweza kuwa mbaya zaidi kwa sababu tayari wana tatizo la figo. Lakini cha msingi, hakuna sheria kwa kila mtu anywe maji glasi 6 mpaka 8. Hiyo sio sheria kwamba utakunywa glasi 6 mpaka 8 kwa siku, na hayo sio mahitaji ya mwili kimsingi, kwa sababu kuna mahitaji ya watu wenye, kwa mfano, ukinywa maji kidogo, kuna watu wana uzito wa mwili, uzito mkubwa. Hiyo nayo inaweza ikawa ni shida nyingine. Ukiweka sheria ya kunywa maji kiasi 6 mpaka 8 kwa watu wenye mwili mkubwa, nadhani itawaathiri. Lakini kuna mazingira, joto la mazingira. Sasa ukinywa maji kidogo wakati wa joto kali, bila shaka inaweza ikakuathiri. Watu wanaopenda sana kufanya mazoezi ya viungo, kukimbia mbio na kadhalika, wanatoka na majasho mengi. Watu hao wakinywa maji kidogo, bila shaka itakuwa na tatizo. Kuna watu wengine kazi kubwa, ambazo kazi zinazotumia nguvu kubwa, zinazotumia jasho kubwa, kulima, kufyeka na kazi za namna hiyo. Watu hawa wakinywa maji kidogo, bila shaka kutakuwa na shida. Kuna wajawazito pia ukinywa maji kidogo naweza kuleta shida. Kuna magonjwa ya mtu mwingine anaweza kuwa na magonjwa ambayo yanamlazimisha kunywa maji sana. Kwa hiyo mtu huyu ukimfanya anywe maji kidogo au glasi 6 mpaka 8 wakati mwingine itakuwa hayamtoshelezi. Kwa hiyo sio kiwango halisi kwamba glasi 6 mpaka 8 ndicho mtu anachotakiwa kunywa kimsingi.
Lakini ukinywa maji mengi kupita kiasi pia, tena kunywa tu bila kipimo, mradi umekunywa tu, hapo pia unaweza kuwa na matatizo na yenyewe. Moja ya matatizo, figo zinaweza kuchukua au kukata au kiwango fulani cha maji kwa muda mfupi. Yaani ukinywa maji mengi, kimsingi ukinywa maji mengi kwa muda mfupi, ukanywa maji chupa, nusu chupa au lita moja kwa muda mfupi, yale maji yanakwenda moja kwa moja kujirundika sehemu fulani, inaweza kuleta shida, figo yako ikashindwa kufanya kazi kwa sababu ya hayo maji mengi. Lakini pia ukazidisha sana kwa muda mfupi, ukinywa maji kwa muda mfupi, maji mengi kwa muda mfupi, unasababisha damu yako iweze kupungua kiwango cha sodium mwilini. Hiyo nayo sio nzuri sana. Ndani ya damu kuna sodium. Ukinywa maji mengi unaiyeyusha ile sodium iliyo kwenye damu, unaifanya damu kuwa nyepesi sana. Hiyo nayo si nzuri zaidi. Na kama utakunywa maji mengi na yamekuletea baadhi ya athari mwilini, utaona dalili zifuatazo. Unaweza kuwa kichefuchefu. Kunywa maji mengi kwa muda fulani unaweza kuona kichefuchefu kwa baadhi ya watu. Dalili ya pili, maumivu ya kichwa. Ukinywa maji mengi kwa baadhi ya watu wanapata maumivu ya kichwa. Lakini pia unaweza kuchanganyikiwa. Unaweza kuchanganyikiwa kabisa. Hata uchovu wa mwili, unaweza kupata uchovu wa mwili. Lakini mara chache sana hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Haya. Lakini pia kwenda choo mara nyingi, kwenda choo mara kwa mara, kukojoa mara kwa mara, hilo nalo ni tatizo. Haya. Mkojo kuwa mweupe sana karibu na muda wote unapokojoa mkojo ni mweupe. Kuwa mweupe mkojo sio rangi ya mkojo. Rangi ya mkojo halisi ni njano iliyofifia. Ukinywa maji meupe sana na si swala zuri sana. Wakati mwingine usumbufu wa kibofu cha mkojo, kunywa maji wakati wote, kunywa tu maji, unakipa kibofu cha mkojo usumbufu, ile kujaza mkojo kwa kojoe, nayo kibofu hakiu vile kinapata usumbufu. Njia rahisi ya kujua au kujipima mara nyingi kiwango gani cha maji kinahitajika mwilini mwako, au kiwango gani cha maji unahitaji kunywa. Njia rahisi ya kujua kiwango chako ni kiu yako unayoipata. Kupata kiu, kuwa na kiu ndio ishara ya kunywa maji. Hiyo ndio msingi. Huna sababu ya kunywa maji kama huna kiu. Haya. Njia rahisi ya kujipima mkojo wa njano hafifu. Wanasema right yellow. Hii ukiona unakojoa mkojo wa njano ambao ni hafifu, haujakolea sana njano, msingi hiyo ndio inayotakiwa, inayopaswa. Ukikojoa mkojo mweupe sana, halafu kukojoa kila muda, hiyo huenda maji yamezidi mwilini. Kukojoa mkojo mweupe sana na unakojoa mara kwa mara, manake maji yamezidi mwilini. Mkojo wa njano sana na una kiu, unajisikia kiu mara kwa mara, lakini na midomo kukauka, hii huenda maji uliyokunywa haitoshi. Kiwa mkojo wa njano sana lakini unajisikia kiu mara kwa mara na mdomo umekauka, hii nasema kwamba maji hayajatosheleza ndani yako. Kwa hiyo haya mambo unaweza kujipima kwa kuangalia hayo. Hivyo kunywa maji glasi 6 mpaka 8 sio sheria, kwa sababu mahitaji ya maji mwilini yanatofautiana kati ya mtu na mtu. Sio mahitaji ya mwili
yako sawa kwa watu wote. Kwa mtu mzima mwenye afya njema, lengo si idadi ya glasi, bali kunywa maji ya kutosha kulingana na kiu au shughuli za mazingira. Tumejifunza kule shughuli za mazingira. Kuna wakati mwingine ni wakati tu wa joto kali, utajikuta lazima utahitaji maji mara kwa mara. Lakini wakati mwingine ni wakati wa baridi, lazima yale maji kwa mara ulikuwa unakunywa yatapungua kwa sababu ya vile baridi. Cha kukumbuka, si maji yote mwilini yanatokana na kunywa maji. Maana tusije tukajenga tabia ya kusema kwamba kunywa maji ndio kunaongeza maji mwilini. Hapana. Chakula kinaongeza maji mwilini. Unapokula chakula, kile chakula kina maji. Kwa mfano, matunda, mboga, supu, hiyo nayo inaongeza maji mwilini. Chai, maziwa na kadhalika, hizo nazo zinaongeza maji mwilini. Kwa hiyo lazima tuangalie, sio lazima kunywa maji. Viko vitu ambavyo vinaweza kuongeza maji mwilini bila kunywa maji. Njia rahisi zaidi kwa mtu wa kawaida: kunywa maji unapohisi kiu. Basi ongeza maji ukifanya mazoezi au joto likiwa kali, ndio unaweza kuongeza maji. Unaweza kanywa maji wakati huo. Lakini pia angalia mkojo. Mkojo ukiwa na njano hafifu, mara nyingi maji yanatosha mwilini. Huna haja ya kusumbuka sana na maji. Mkojo ukiwa njano sana, huenda unahitaji kuongeza maji sasa. Na mkojo ukiwa na njano sana, mara nyingi inaweza kaambatana na mkojo kuwa na joto kali, mkojo wa moto. Kunywa maji, ongeza maji. Mkojo kuwa mweupe sana muda wote na nikukojoa mara kwa mara, hapo maana yake umezidisha kunywa maji. Hapo maana yake umezidisha kunywa maji. Pia kuna wagonjwa hawapasi kunywa maji mengi bila ushauri wa mtaalamu, daktari au mtaalamu yote wa afya. Wagonjwa wa figo wasio wanakunywa maji mengi bila ushauri wa daktari. Kumbuka tayari umeshakuwa wagonjwa wa figo na maji yanahusika moja kwa moja na figo. Wagonjwa wenye matatizo ya moyo pia hawatakiwi kunywa maji ya mara kwa mara au kunywa maji mengi. Kunywa maji kwa ushauri wa mtaalamu. Wagonjwa wenye baadhi ya matatizo ya ini, hawa nao wasiwe na kunywa maji mara kwa mara. Wanywe maji kwa ushauri wa daktari. Unaweza kuharibu ini au kuleta shida nyingine. Maji ya kutosha husaidia figo kufanya kazi vizuri. Hiyo ni kweli. Lakini maji ya kupita kiasi si sawa kwa afya ya figo. Tusinywe maji kupita kiasi kwa afya ya figo. Pointi yangu kubwa ni unywe maji baada ya kuona kiu. Hiyo ndio pointi yangu kubwa. Lakini pia unapokunywa maji usinywe maji mengi kwa mara moja. Unaweza kununua lita moja ya maji, huna sababu ya kunywa nusu lita kwa mara moja. Ukinywa maji hayo mengi kwa mara moja, hayo maji yanapokwenda kwenye mzunguko wake yanaleta shida kwenye moyo, yanaleta shida kwenye figo, yanaleta shida kwenye ini. Na hata kama ukiwa na kiu sana, hiyo kiu haiondolewi kwa kunywa maji mengi kwa kuyajaza kwa mara moja. Hapana, kunywa maji kidogo kidogo, taratibu. Kwa mfumo ule unaokunywa soda au bia, kwa mfumo huu kunywa maji kidogo kidogo, ili yaende yachukuliwe na mwili kidogo kidogo, ili usilete figo zako athari. Hydration nzuri si kunywa maji mengi, ni kunywa kiwango kinachokidhi mahitaji ya mwili. Kwa hiyo nafikiri swala la maji tutakuwa umeelewa vizuri, au kunywa maji tutakuwa umeelewa vizuri. Kimsingi nasema iwapo una tatizo la mkojo hasa UTI, ndio utakunywa glasi 6 mpaka glasi 8
kwa siku, lakini hauna tatizo hilo. Kiu yako ndio itakuongoza kunywa maji. Mungu akubariki sana.